بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu yangu Muislam popote pale unaponitazama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tena tumekutana katika kikao chetu hiki adhim kwa ajili ya kukumbushana au kufundishana baadhi ya mambo muhimu yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Tulizungumza katika vikao vilivyomalizika nyuma kuhusiana na masala ya mwanamume kumuingia mkewe kinyume na maumbile kama isemavyo, yani katika utupu wa nyuma. Na masala hii tumesema ni masala ambayo iko kwa Mashia. Tabia hii wako nayo Mashia, kwao inajuzu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Hata wakija mbele za watu wakifanya taqiya, wakajifanya hatuna sisi, wanayo tabia ya kuingilia wake zao kinyume na maumbile. Sasa nilisema zamani walikuwa wakiambiwa hukataa, siku hizi hukubali, lakini huwa hawataki kubeba ule mzigo wa lawama peke yao. Sema hata masunni nao wako hivyo. Masunni hawako hivyo. Masunni kwao wao hakuna riwaya sahihi iliyothibiti hata moja inayoonyesha ya kwamba maswahaba sijui maimamu walikuwa wakiwaingilia wake zao kinyume na. Hiyo kitu hakuna. Hiyo kitu kwa Mashia tu, huku hakuna. Chochote kitakacholetwa kikibambanuliwa kimategemezi, hicho kitu ima kitakuwa ni cha uongo au kitakuwa ni kitu cha kweli, lakini kinazungumzia kumuingilia mwanamke kwa mkao wa kinyume nyume, sio kumuingilia kwenye utupu wake wa nyuma. Kwetu sisi masunni ni moja katika mawili. Hilo nilisema katika video iliyopita. Leo natilia mkazo hilo baada ya kutumiwa video hii. Nimetumiwa sana. Waislamu sisi hatutaki kusoma. Tunapotumiwa vijishubha vidogo kama hivi na Mashia, basi Mashia watu watatizika. Ustadhi nini? Shia hawezi kusema kitu katika dini hii ya Kiislamu. Hebu tulia. Kuna wasomi katika wasomi wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wakisikia tu Shia kasema hucheka. Atasema nini Shia? Shia hawezi kuelewa Qur'ani ile ambayo Allah tabaraka wa taala anasema bilisanin arabiyyin mubin, imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu ya wazi kabisa. Shia haelewi. Mpaka leo Mashia wanaamini itikadi mama Aisha radhiallahu ta'ala anha ni mzinifu. Mpaka leo atakuja kuelewa kitu katika masala sijui ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ustaharuki na Mashia. Sasa nimetumia hii video, nataka nijibu kwa silsila kikao baada ya kikao. Video hii Kitab Ahkam al-Quran cha Ibn al-Arabi, safha 198. Masunni wanajuzisha kuingilia wake zao kinyume na maumbile. Al-mas'ala thaniya fi jawazi nikah al-mar'a, katika kufaa kumwingilia mwanamke fi duburiha, katika duburi yake. Fajawazahu ta'ifatun kathira, wamefanya kujuzisha kundi kubwa katika maulama wa Kisuni. Waqad jamaa dhalika Ibn Shu'ban fi kitab Jumaa' an-Niswan wa Ahkam al-Quran, wa asnada jawazahu, na kelekeza msingi wa jambo hili ila zumratin karimatin min sahaba, kwamba kundi kubwa katika masahaba walifanya hivyo, watabi'in wa ila Malik, na Malik min riwayatin kathira, katika riwaya nyingi. Hii video kijirefu kidogo kama kina dakika 3, nitajibu kwa silsila baada ya silsila. Sitaki kukusanya hapa makorokoro mengi mpaka watu wakashindwa kuelewa. Kitu cha msingi sana ambacho mimi leo nakifungulia mazungumzo hapa, ni haya maneno ambayo nimeyafungia katika video iliyomalizika. Nafungulia leo na natilia mkazo kwa vitabu kadhaa hapa leo. Haya maelezo ndiyo yatakufanya wewe ukisikia Shia ananena usishtuke. Wewe ukisikia Shia anapayukwa usishtuke. Hakuna kitu kwetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, hakuna kitu kilichothibiti. Nikisema kimethibiti, yani kwa tahqiqi ya kielimu, kimoja kinachosema ima sahaba, ima imamu, ima tabi'in, ima la yoyote katika hawa waliokuwa wakiingilia wake zao kinyume na maumbile, hakuna kitu kilichothibiti hata kimoja.
na vilivyothibiti ni vile vinavyoonyesha inafaa kumuingilia mwanamke kwa mkao wa kinyume nyume. Haya yamethibiti, ila tu watu wanaelewa vibaya. Sasa ili msingi huu uelewe, tuueleze kivitabu kwa pointi za kielimu, ili nikienda mbele kukufafanulia hapa kitabu kimesema hivi, huu ni uongo, hapa kitabu kimesema hivi, hii ni kweli lakini inafahamika hivi. Yani hivyo simple yani. Hawezi kuleta shubha Shia katika jamii ya Kiislamu alafu wasome wa Kiislamu hapo na vitabu viko Shia. Sasa mashia, sikizeni. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah baada kueleza kwa juu masala haya ya hizi hadithi za kuingilia mwanamke kwa mkao wa kinyume nyume. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim, wa min huna, na kutokea hapa, sikiza haya maelezo, nashaa al-ghalatu ala man nuqila anhu al-ibahatu min as-salafi wal a'imma. Hapa kwenye haya masala na hizi riwayat zikisomwa ndiyo limechipuka kosa, nashaa al-ghalat, limechipuka kosa, min ala man nuqila anhu, kwa wale ambao imenukuliwa kutoka kwao al-ibahatu, kwamba wanahalalisha, minas salafi wal a'imma, katika as-salaf as-salih, masahaba at-tabi'in, atba'u tabi'in, wal a'imma, na maimamu vile vile. Wamesikilikana baadhi ya maimamu na baadhi ya masahaba, baadhi ya at-tabi'in, wamesikilikana wanajuzisha. Vile walivyosikilikana wanajuzisha, kuna watu wakafahamu kimakosa, kosa limeanzia pale walipojuzisha. Anasema fa innahum, kwa hakika wao maulama wetu, abahu, wamehalalisha, yani wameruhusu, an yakuna dubu, iwe huku nyuma, tariqan ila alwat'i fil farji, kuwa ni style, ni njia ya kumuingilia mwanamke katika utupu wa mbele. As-salaf wameruhusu, wamejuzisha, inafaa mume kumuingilia mke kwenye utupu wa mbele, lakini akatumia mkao wa kinyume nyume, akakaa nyuma yake. Asema fayata'u min ad-dubur la fi ad-dubur, mwanamume ataingia kwa kinyume nyume lakini sio kwenye utupu wa nyuma. Fayata'u min ad-duburi la fi ad-dubur, ataingia kwa mkao wa nyuma sio kwenye utupu wa nyuma. Qala fashtabaha ala sami'i min bifi, ikaleta mchanganyiko kidogo kwa wale wasikilizaji wenye kusikiza yale mazungumzo, ikaleta mchanganyiko harfu ya min kwa harfu ya fi. Asema au lam yadhunna bainahuma farqa, au kuna baadhi ya watu hawakudhania kwamba kuna tofauti yoyote baina ya min na baina ya fi katika zile riwayati zinazokuja. Wao wakazipeleka zote ni kwenye mtindo mmoja, wakati kuna baadhi ya maeneo ikitafsirika yatafsirika kwa nyuma, sio kwenye utupu wa nyuma. Yani watu hawakuweza kubagua. Fahadha alladhi abahahu as-salaf wal a'imma, hili ndilo ambalo wamelijuzisha na kulihalalisha as-salaf as-salih, kadhalika al-a'imma. Faghalata alayhimul ghalitu, wakaja wakaharibu, wakakosea kwa kuwafahamu vibaya wakosefu waliosoma vitabu vibaya, wakakosea. Aqbaha al-ghalati wa afhashahu, wakakosea makosa mabaya na makosa machafu. Bimaana wakaja wakasema, si huyu hapa sahaba anajuzisha kumuingilia mwanamke kinyume nyume, si huyu hapa imamu anatoka kukoga, anasema anaulizwa inafaa kumuingilia kinyume nyume, akasema ndio, na mimi natoka kukoga janaba hilo. Wewe hujui kama hii riwaya sahihi au si sahihi kwanza, kisha hujui wewe maulama wanajuzisha nini na wanakataza nini, wewe hujui. Basi ndo anasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake Zadul Ma'ad, faghalita alayhim al-ghalitu aqbaha al-ghalati wa afhashahu. Ghalat, akakosea, akaharibu tena kosa lilokuwa baya na kosa. Sasa hapa ni katika kitabu Zadul Ma'ad, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anaeleza haya maneno. Ukija katika Tahdhib Sunan Abi Daud, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asema maelezo ni haya. Pointi yake ya msingi al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, masala haya yanapojuzishwa kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile, pointi hapa watu wameelewa vibaya
hadithi na riwayat zile zilizokuwa sahihi, achilia mbali yale ya uongo. Mashia wamemsingizia mke wa mtume kuzinifu, watashindwa kusingizia sahaba anamuingilia mkewe kinyume na maumbile? Ya akhi, tulizeni akili ya. Sasa achilia mbali zile riwaya za uongo, achilia mbali zile zilizokuwa sahihi, kinachojuzishwa nini? Ibn al-Qayyim amesimama msimamo wake imara katika Tahdhib Sunan ya Abi Daud, anasema walladhi yubayinu hadha, na kitu ambacho kinatubainishia hili tulilolisema, wayuziduhu wuduhan, na inazidisha kuwa wazi kabisa, jambo ambalo linatuwekea wazi kabisa kwamba kinachokusudiwa ni kumuingilia kwa njia ya nyuma, sio kwenye utupu wa nyuma. Watu tu wamefahamu vibaya. Sikiza sasa, anatoa hoja, ufahamu mbaya umeanzia wapi? Asema sasa al-Imam Ibn al-Qayyim, asema anna hadha al-ghalat, hili kosa hili, qad aradha mithluhu li ba'd as-sahaba, limetokezea mfano wake kwa baadhi ya masahaba. Yani kuna masahaba walifahamu vibaya kumfahamu mtume kwamba mtume karuhusu kuingilia kwenye utupu wa nyuma. Kuna masahaba walifahamu hivyo, mtume akawarekebisha alipogundua huyu ashafahamu vibaya, kwa maneno yangu akamrekebisha. Leo hii ukija kuambia Shia kafahamu vibaya, unashangaa. Sahaba kafahamu vibaya maelezo ya mtume akasema niitieni yule nimrekebishe, kafahamu vibaya yule. Leo wewe utakuja kushangaa Shia asome kitabu inafaa kumwingilia mwanamke kinyume na mbele, hujui. Sitaki kuzungumza hapa kwa lugha ya kucheka kwa sababu masala ni very serious. Ya haya masala atakwenda kuwafanya watu akawadai wake zao nyuma. Mmoja katika wanawake anakuja anasema, ustadhi nifanye nini mimi? Ufanye nini vipi? Mimi mume wangu ananiingilia kwa nyuma, na si kwamba yuko ana masahara, yuko serious kwamba hili jambo linajuzu kisheria. Anasema lakini mimi nafsi yangu nzito, mimi ninajua kwamba hili jambo ni haramu, lakini mume wangu anaitakidi hasa hadithi zilizokuja sijui zote dhaifu, sijui anazidhoofisha, na anaitakidi hasa kwamba hili jambo ni halali. Nini? Nisaukum harthun lakum. Sikiza hatari. Jamaa kashakwenda kusoma kwa Mashia huko, kaja tele. Sasa hii masala haitaki kucheka sasa hivi, inataka userious kidogo. Sasa asema anna hadha al-ghalat, hili kosa hili la kufahamu vibaya, mtu anaambiwa muingilie mkeo kwa mkao wa nyuma, yeye anafahamu kuingilia kwenye utupu wa nyuma. Ufahamu huu qad aradha mithluhu li ba'd as-sahaba, kuna baadhi ya masahaba uliwatokea ufahamu huo. Hina aftahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wakati mtume alipompa fatwa sahaba yule, bijawazi al-wat'i, kwa kule kujuzu na kuruhusika kumuingilia mwanamke, fi qubuliha min duburiha, kumuingilia katika utupu wa mbele, lakini waweza kutumia mkao wa nyuma. Mtume alipotoa fatwa hii, watu wakafahamu vibaya. Tuangalie ile kesi itakavyokwenda. Hatta bayyana lahu sallallahu alayhi wasallam, mpaka mtume alipombainishia alipombainishia vizuri jambo hilo, bayanan shafian, ubainifu ambao wenye kutibu na kuondosha utata moja kwa moja. Pointi yangu ya msingi leo katika kikao hiki ni kupiga ribit vizuri sana kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa, sisi tunasema hivi, mariwaya yaliyokuja yakaonyesha kwamba yafaa kumuingilia mwanamke kwenye utupu wa nyuma, hakuna hata moja ya ukweli. Si ni vitabu viko vimeeleza sanadi, hakuna hata moja ya ukweli, zote ni za uongo. Na zilizokuwa za kweli zaeleza vingine, hawavachu ufahamu vingine, au hujitia pambani kutaka kufahamu vingine. Lakini mambo yako wazi, riwaya zazungumzia kumuingilia mwanamke huku, wao wanafahamu ingia pale. Yani hivyo ndio hiyo mada ya leo. Namalizia hapa ili kuweka kufungua, yani mkija katika video zinazofuatia huko kwenye riwaya. Sasa ameleta riwaya kutoka Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwa sanadi yake, asema anna rajulan, kwamba kuna mtu mmoja, saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, an itiya'i nisa'i
fi adbarihinna. Kamata haya maneno ambayo nayatia alama hapa sasa hivi. Haya maneno ya kamate, yashike vizuri sana. Maelezo haya ndio yatatuondolea utata. Haya maelezo ndio yapiga boksi nyekundu. Angalia anauliza nini huyu mtu, na Mtume SAW akamjibu nini. Asema anna rajulan, kuna mtu saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza Mtume an itiyani nisai, kuwaendea wanawake, fi adbarihinna, katika nyuma yao, au itiyani rajul al-imra'atahu fi duburiha, au mwanamume kumwendea mwanamke wake nyuma yake. Zama swali limekuja kwa fi kabisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema halalun, hilo jambo ni halali tu, halina shida. Angalia, hii riwaya ingeliishia hapa. Hawa mashia hawa wangelikuja wakasema si hapa Mtume kahalalisha. Hii riwaya lau ingeliishia hapa. Nini Mtume kasema halal? Aulizwa an itiyani nisai fi adbarihinna, kuwaingilia wanawake katika tupu zao za nyuma. Mashia wangelisema Mtume kajibu halalun, na wala isingekuwa kuna haja nyingine yote madhali Mtume kishasema halalun. Lakini hii riwaya inamaliza vipi? Asema falamma waliya rajul, yule mtu yule, au walla dhahrahu, alipogeuka yule mtu akaenda zake, daahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita. Yule mtu alipopeana mgongo anaenda zake, ashajibiwa inafaa, Mtume akamwita. Au amara bihi fadu'i, au Mtume aliamrisha akaitwa, akaja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia yule bwana, kaifa qulta, hebu nakuuliza ulisemaje wewe? Angalia vizuri, Mtume sallallahu alayhi wasallam ashamuona anaondoka yule bwana, pengine jabana anaondoka anacheka sema nishapata leo. Pengine yani unatakhayal katika akili kwamba Mtume mpaka akamuona yule bwana anaondoka, mpaka akaona yule ashafahamu vibaya yule, kuna kitu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikiona. Ala ayati hala, yule bwana Mtume akamwita akamwambia, njoo, umesemaje wewe? Ile swali lako umesemaje wewe? Mimi nimekujibu, usije ukaenda kufanya vibaya wewe. Nasema hivi, fi ayi al-kharbataini au fi ayi al-kharzataini au fi ayi al-khasfataini, wewe waulizia kwenye tundu ipi? Haya maelezo yote haya, fi ayi al-kharbataini au al-kharzataini au al-khasfataini, yote haya maelezo maana yake ni moja tu, wewe waulizia tundu ipi kuingiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza yule bwana, kashamjibu halal, lakini kamaona huyu kanifahamu sivyo, anakwenda kuharibu. Tundu ipi wewe? Mtume akasema amin duburiha fi qubuliha, je, wewe waulizia kuhusiana na kumuingilia kwa mkao wa nyuma, lakini unapoingiza unaingiza mbele? Ikiwa ni hivyo, fanaam, sikiza maelezo Mtume haya, basi hivyo ndivyo. Amin duburiha fi duburiha, au wewe waulizia kuingilia kwa mkao wa nyuma na pia ukiingiza uingize nyuma. Kama wauliza hivyo, fala, basi hapana. Umeona hapa Mtume kamwita yule mtu, njoo, usije ukaenda ukafanya vibaya huko. Kisha akamwambia, inna Allah la yastahi min alhaq, hakika Allah tabaraka wa taala haoni haya kuzungumza haki. La ta'atu an-nisaa fi adbarihinna, musiwaingilie wanawake katika tupu zao za nyuma. Sasa kitu ambacho mimi nataka wewe ukielewe vizuri, Mtume hapa anasema la ta'atu an-nisaa fi adbarihinna, musiwaingilie wanawake katika tupu zao za nyuma. Angalia vizuri, fi adbarihinna. Suali aliloulizwa yeye, an itiyani nisai fi adbarihinna, kuwaingilia wanawake katika tupu zao za nyuma. Ukitafsiri hivyo, kaulizwa swali, je, inafaa kumuingilia mwanamke fi duburiha, katika utupu wake wa nyuma? Akasema halalun, inafaa. Kumbe wakati ule Mtume anajibu
fi duburiha ni kukaa kinyume nyume, ni mkao wa nyume, sio utupu wa nyuma. Lakini sentensi aliyouliziwa ni fi. Huku anakokuja kuharamisha, anaharamisha kwa sentensi ile ile, la ta'tu nisaa fi, msiwaendee wanawake fi. Nazungumza kitu cha kielimu hapa, yani kama hujatulia yani kidogo tu hivi unaweza mbona kama tulia. Nasema hivi, ndio maana Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema ufahamu mbaya kuna baadhi ya maswahaba uliwatokea kwa hii riwaya. Hilo halishangazi kupatikana kwa mwingine si kwa sahaba Shia. Halishangazi. Akajisomea mwenyewe vitabu hivi akaona fi ile ile ndiyo mtume alijibu halalun, inafaa. Lakini wakati ule anajibu halalun ili kuzuia kwamba jamaa sija akawa amenielewa vibaya, akamwita akamfafanulia, baba nimekuruhusu kumwendea mwanamke fi duburiha, lakini nilivyokusudia mimi kaa nyuma yake, usipenyeze nyuma, penyeza mbele. Kwa ibara ile ile fi duburiha. Kisha alipokuja kumharamishia akamharamishia kwa ibara ile ile fi duburiha. Hii inaonyesha wazi ya kwamba tutakapokwenda kuvisoma vitabu vya maulama vyenye riwaya sahihi vikajuzisha kama anavyosema hapa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anasema maimamu fa innahum abahu an yakuna ad-dubur tariqan ila al-wat'i fi al-farj. As-salaf wao wameruhusu kukaa nyuma ya mwanamke inafaa kuwa ndio njia yako ya kumuingilia kwa mbele, lakini wewe umekaa nyuma yake. Wamejuzisha hilo, lakini fashtabaha ala sami, kuna watu wakafahamu vibaya, wakaja mbele za watu, as-salafi wanajuzisha, Imam Malik anajuzisha, wewe hujui. Na kinachokufanya wewe hujui wewe, zisikize hizi riwaya. Wakati gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kufaa kumuingilia mwanamke akasema halali, kisha akamwita akamwambia usimuingilie katika. Angalia ibarat zilizotumika, utajijua kwamba mimi sijui kusoma vitabu vyono. Sasa leo sitaki kuzungumza sana, nataka kuanzia tu hapa kwenye haya maelezo, na starting point yetu inaanzia hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake yupo hai baadhi ya maswahaba kama hao waliotajwa hapa, walifahamu ufahamu mbaya kwa jawabu la Mtume inafaa. Wakati swali waliouliza ni fi adbarihinna, Mtume alipojibu inafaa, kumbe Mtume kusudia chengine, fi adbarihinna, kaa nyuma yake kisha penyeza kwa mbele, ndio anachokusudia Mtume. Yule bwana ashafahamu vingine, Mtume akamwambia njoo sallallahu alaihi wasallam, njoo kama uulizia tundu ipi, sije ukaenda kupenyeza vingi na kufahamisha hivi. Mtume akamfahamisha, kisha pale pale akamwambia la ta'tu nisaa fi adbarihinna, msiwaingilie wanawake fi ile ile ndio aliyohalalisha, fi ile ile ndio aliyoikataza. Kama hujui, una elimu, utasema hapa mbona mambo uelewi. Kinachoruhusiwa ni mkao, kinachokatazwa ni tundu. Tunastopia hapa. Tukija sasa tutakuja kwanza kuona hizi riwayati zinazotajwa hapa, sijui Imam Maliki, nyumba ya vioo, ad-durrul manthur fi at-tafsir. Alhasil hiki video ni kirefu kidogo, kina kama dakika 3 hivi. Kitab Ahkam al-Quran cha Ibn al-Arabi, safha 198. Masuni wanajuzisha kuingilia wake zao kinyume na maumbile. Al-mas'ala thaniya fi jawazi nikah. Haya, hasitupotezee muda. Almuhimu nitakuja naye mbele insha Allah taala. Shika hii kanuni, riwaya zinazokuja imma ni za uongo, tupilia mbali, au ni za kweli lakini hazifahamiki hivyo wanavyofahamu wao. Maulama wanajuzisha kuingilia mwanamke kwa mkao wa kinyume nyume, hawajuzishi kumuingilia mwanamke katika utupu wa nyuma. Shika yangu hayo. Naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.